Mtu mmoja ndio kapona. Mwingine kaniambia kuna basi lilikuwa linaenda Morogoro jana, limepata ajali. Sijui kama halijaua, limeua 10 na majeruhi wamebaki wengi tu. Wewe uliye mzima unacheza makida katika nyumba ya Mungu. Inua mkono wa kuume juu, weka mkono wa kushoto kwenye moyo wako, sema Mungu, naomba unirehemu, naomba unisamehe kwa sababu macho yangu hayaoni wema wako. Nirehemu kwa ibada ya leo, kwa kuwa umenipa kuingia nyumbani mwako, nisiwe yule wa jana. Asante kwa neema yako, katika jina la Yesu, amen. Bwana sifiwe sana. Wakati namuomba Roho Mtakatifu nifundishe kitu gani katika hizi siku 5 nitakazosimama mbele yako, Mungu alinipa somo ambalo sijui utalihitaji, lakini tunazungumzia uzao wa Yese. Uzao ambao katika huo Mungu alitazama akapata mtu ambaye anastahili kuwa njia ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Ukoo wa Yese ndio chimbuko la kijana anaitwa Daudi. Na Daudi ndiye chimbuko la familia ambako Yesu alitokea. Sasa kuanzia juzi na jana tulikuwa tunaangalia matokeo ya tabia za watoto wa nani? Wa Yese. Sasa leo nataka kuja kuzichambua tabia zenyewe sasa. Bwana sifiwe sana. Tuliangalia jinsi ambavyo Daudi alitofautiana na ndugu zake kwa sababu alipata neema ya Mungu ya kujiriwa na Roho Mtakatifu baada ya kutiwa mafuta. Bwana sifiwe sana. Zawadi kubwa ambayo Mungu anakupa ukiokoka ni nguvu za Roho Mtakatifu, ili uweze kushinda dhambi, ili uweze kushinda dunia, ili uweze kushinda yale mambo ambayo yanaweza yakakuzinga. Unajua leo nawasisitizia ibada, mtaniona kama mkoroni, lakini mtindo wa maisha utakapoanza kubadilika kwenye maisha yako, utagundua umuhimu wa kitu gani nilikuwa nakizungumza. Wengi nao wakemea saizi ni watu hamjaoa wala kuolewa, na wengine mlioa na kuolewa mna watoto ambao ni wadogo, hawajafika mahali pa kujiamulia mambo. Bwana sifiwe. Sijui kama utanielewa, lakini matokeo ya tofauti za watoto wa Yese zinaonyesha kwamba Daudi kwa 99% yeye kama mwanadamu alikuwa ni miongoni mwa watu wanaotegemewa na Mungu mbinguni na duniani, aliyeondoa aibu juu ya Israeli. Kwa ibada zako, je, Mungu anaweza kaondoa aibu kwenye familia yako? Mungu anaweza kaondoa aibu kwenye hali yako ya kiuchumi? Mungu anaweza kaondoa aibu kwenye hali ya mazingira unayokutana nayo pamoja. Unajua sasa hivi watu wamepinda na wameharibika, na watu akili zao sio akili. Sasa hivi kila mtu analia. Mtu anavamia shamba la mtu analichukua kama la kwake. Mwenye shamba anakuja anaanza kulia, hayaja kukuta, ila akikukuta utanikumbuka. Ngoja nikwambie, kuna vitu vikiinuka ndani ya familia yako, kama kwa Hezekia. Hezekia aliletewa ujumbe na nabii, akaambiwa tengeneza mambo ya nyumba yako, maana kufa
Hezekia kilichomuokoa, aligeuka ukutani akaomba, akamkumbusha Mungu jinsi alivyoenenda mbele zake kwa uaminifu. Sasa mtu anayekosa ibada zote za katikati ya wiki, kwa nini? Yuko busy. Atageuka ukutani amwambie nini Mungu? Nilikuwa nahangaika na kazi ili nipate chakula. Kwa kazi sio mbaya, mimi sina ugomvi na kazi. Unapofanya kazi unajenga taifa, si ndio? Unajenga taifa. Unapojenga taifa, msuri wako wa kiroho una nguvu ya kukabiliana na miungu ya hili taifa. Halo, Mungu anisaidie niende polepole uweze kunielewa. Sina sababu, yani wakati naeleza matokeo ya watoto wa Yese, kuna vitu kadhaa nilivifunua ndani ya Daudi. Sasa nataka kuvileta kama vilivyo. Bwana pewe sifa. Jambo la kwanza ambalo tutasimama nalo, ambalo Daudi alikuwa nalo na ndugu zake hawakuwa nalo, ni ushujaa unaoonekana ndani na nje. Sema ushujaa unaoonekana ndani na nje. Halo? Kwa habari ya ushujaa unaoonekana ndani na nje, nisikilize kwa makini, nitakutoa kwa wakati lakini utaondoka na kitu cha maana sana. Hebu tusome Joshua sura ya 1 mstari wa 6 na wa 7. Na wa 7. Upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu cha mwisho kwa leo kwa kusoma Waamuzi 21:10. Waamuzi 21:10. Nataka kuzungumzia ushujaa ulioko ndani na nje ya mtu. Waamuzi 21:10. Biblia inasema, basi mkutano walipeleka huko watu 12,000 wa hao waliokuwa mashujaa sana. Kisha wakawaamuru wakisema, endeni mkawapige wenyeji wa Yabeshi Gileadi kwa makali ya upanga, na hata wanawake na watoto wadogo. Haleluya. Tuombe. Na kushukuru Mungu kwa ajili ya jioni nyingine. Nipe neema ya kueleweka kwa watoto wako, wapate kitu ulichokusudia wakipate kwa mchana wa leo, kwa jina la Yesu, amen. Wakati taifa la Israeli limepiga mbiu ya ajira ya wanajeshi, walitembea katika mitaa kutafuta watu wanaoweza kuonekana kuwa ni mashujaa wawapeleke vitani. Hawakumchukua Daudi, wakawachukua ndugu zake. Mungu atusaidie. Nasema Mungu atusaidie. Mara ngapi Tanzania wakitaka kuajiri wanajeshi wanatangaza interview, si ndio? Mara zote, usiweke hai kubwa. Mara zote wanatangaza interview, wanakwenda kufanya interview kwa hoji na kuangalia wanajeshi. Lakini kuna watu wanaonekana kwa nje wanafaa kuwa askari. Kwa nini? Wanaonekana ni mashujaa, lakini ushujaa wao haujafika kwenye vilindi vya mioyo yao.
Kwa nini? Wanamsuri, yani kuna kitu wanaita wanajeshi kuwa physically fit. Sawa? Yani kuwa na afya njema kimwili inayoonekana kwa nje. Zamani hata watu wafupi sana walikuwa hawajiriwi na jeshi. Walikuwa wanaoingiza kwenye kundi la walemavu hawapewi nafasi jeshini. Na mtu akiwa mrefu sana akapitiliza, wanasema hapana. Anakuwa na urefu fulani wa maximum utakaoweza kumfanya iwe rahisi kwake kujificha. Wanapima vitu kadha wa kadha. Kuna vitu ambavyo wanajeshi wa Israeli hawakuviona kwa Daudi, wakaviona kwa kaka zake. Kaka zake wakapewa ajira, wakapelekwa jeshini mstari wa mbele kwenda kupigana, wasijue waliyemwacha yeye ndio mwenye uwezo wa kupigana na yale majeshi, akaiondoa aibu juu ya Israeli. Lile hawakuliona. Nisikilize mwana wa Mungu, ushujaa ni kitu ambacho kinaanzia nje kwenda ndani, kishike mpaka moyo wako. Kesho utakapoingia kwenye hatua ya pili utaelewa vizuri maana ya ushujaa. Lakini ushujaa Mungu anaoutaka ni ule ambao utakufanya wewe uwe na Joshua. Anaambiwa mambo mazito kwenye hii mistari miwili. Anaambiwa kwenye ushujaa ndiko kutakaokusaidia wewe. Musa alikuwa mtu mpole sana, lakini neema ya Mungu ilimbeba Musa. Wakifika kwenye bahari, Musa ananyenyua fimbo yake, anayapiga maji, kwa sababu uwepo wa Mungu kwenye maisha ya Musa kilikuwa ni kitu ambacho kina nguvu kuliko kitu kingine. Fimbo ya Musa ikayagawa maji, wakapita bila manunguniko. Fimbo ya Musa ikatengeneza maji ya kunywa jangwani mahali ambapo hakuna mto. Fimbo ya Musa ikafanya mambo. Ilipofika wakati wa Joshua, Mungu akamwambia, sasa wewe kitakachokusaidia ni kuwa na moyo wa ushujaa. Bwana asifiwe sana. Nataka niwaambie watoto wangu, kuna ndoa huwezi kuishi usipokuwa na moyo wa ushujaa. Kwa sababu uliyekutana naye, mmekutana mkiwa na meno 12. Utapeleka matatizo kwa mchungaji, lakini mchungaji atakuwa hana jibu. Kitakachokusimamisha ni moyo wa ushujaa, kukabiliana na yale majaribu bila kuyaogopa wala kuangalia mazingira ambavyo yanaongea. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Ni ombi langu kwa Mungu kwamba leo akuzae wewe uwe Joshua wa familia yako, uwe Joshua wa kanisa lako, uwe Joshua wa mtaa wako, uwe Joshua atakayetafutwa kesho. Bwana asifiwe. Huwezi kuwa shujaa wa kukabiliana na majaribu ya maisha wakati Mungu yuko mbali na wewe, unaishi kwa akili zako. Jana nilionya hawa ndugu zake na Daudi waliondoka wakaenda vitani kwa kuonekana nje wanafaa, lakini ndani hawafai. Na ndio maana walipofika kule, ngoja nikwambie, Israeli walikuwa na neema ya ajabu. Sauli alikuwa ni mfalme shujaa, lakini ushujaa wake ulitofautiana na wa Daudi, kwa sababu vita vya Goliath vilipochachamaa, Sauli alirudi ikulu. Akasema, by the way, mimi ni amiri jeshi tu, majeshi nendeni mkapigane. Lakini amiri jeshi mkuu, tafsiri yake watu mliopita jeshini mnajua, yani amiri jeshi mkuu ni mfariji wa taifa lake. Mnamuhitaji kwa Kiingereza mfariji? Comforter. Wasomi mnanielewa? Amiri jeshi mkuu wa nchi yoyote ni rais wa nchi, na yeye anatakiwa comforter. Sasa nataka nikuulize, comforter alikuwa ni Daudi